What's up everybody? Ni yule msee tena chill guy Grace. Unajua nani tena jamaa? Sasa sikizeni. Leo nina raha. Tena ile raha kinoma jamaa. Azia. Kenya has a win. First woman in the world to hug a tree 72 hours, man. Big up sana for Kenya. We got one because there's a lot of things that has been happening. Si uongo. Kenya, we've been going through a lot. And kuona kuwa sahi, we can finally smile and have an achievement as Kenya and as individual as well. It's amazing. So shout out to Kenya, shout out to Truphena. That was crazy what she did. A world record, no lie. Na hakuna mtu anaweza fanya hivyo. That shows really our women are really strong if they just put their mind into it. No lie. For real. They are strong, period. Not if they just put their mind into it. They're strong, period. Let's get into it, man. It's a boy, Chill Guy Cray. Like, subscribe, and share, guys. And we can enjoy this moment together. So I have videos of her TikTok right here. They're going viral of that moment. So tuangalie tu to enjoy. There's a joy that fills my spirit deep inside. Peace that I cannot. When I think about His grace so strong. So hapa ni kama it was the last moments. Sorry guys. I mean the last hours, few minutes, few seconds to time. Ndo beat record yake, miguu imechoka as you can see, lakini she was still holding on na alikuwa very strong. No lie. And I love the way Kenyans tunapendana, no lie. Kenyans came together for this one woman and it showed love amongst Kenyans. And I really love that. Let's get into it, guys. Wanene tu vile walimsupport, yani continue kusimama na wanajua yani amechoka na yeye pia anajua amechoka, lakini wanampa moral na nguvu. I love this. She was actually, this is her live, of her official live account, Truphena Muthoni, and she had 14,000 people live, and she had many more live with her on the ground, and I loved it. I loved the love that Kenyans had for each other and still have. I'm loving it. This was a very proud moment for all of us and for her as well, man. I'm thinking we should make a statue for our celebrator for the rest of our life. No lie, we even need tunahitaji hata kama ni holiday yake tu ya just one day of the month. Please tell us. Now this is the first time when they now, those bloggers, and when they reached on the ground and interviewed her, this is the first time akaanza kueleza yani like what's what, kueleza watu. How are you feeling about breaking your first record as the longest tree hugger in the world? I feel good. And I'm so excited that my target is 72 hours, but in 3 hours I'll be breaking my previous world record attempt. So Now that was in 2 hours, 3 hours, she was going to break her own record. Imagine breaking record yako mwenye yenye umejiekea.
lazima uwe na mindset nyingine different sana yani. Lazima uwe na mindset nyingine. Say I'll be at 48 hours and the next 3 hours. So I feel so excited and I'm inviting you to see what we have in store for you. This is a surprise for everyone who's viewing our content in the road to breaking the world record for the longest marathon hugging a tree ever. So and in do not 3 forget, I'm the first person in the world to do a marathon. So Kenya has a gem. Kenya is the first country to have a marathon for a tree hugging in the world, and also I'm going to break another world record that is a marathon. So yes, I'm inviting you at the 48. What time is it? 12:25 p.m. Today. Today. So at 12:25 p.m. we have a surprise for you. I would love to see your surprise ilikuwa ni gani. Ni vile tu we didn't get more videos, but you know we here just to appreciate her peke yake and to celebrate her. So hatutaki video mingi. This is just a reaction of this moment, jamaa. So just like it, please. Share the video as well. Thank you. Hi Kenyans and the whole world, everyone who is watching us breaking a world record attempt at the office of the governor in Nyeri County and actually towards the Nyeri Youth Summit. Thank you so much for your support, everyone. I don't know how to thank you enough. Thank you for everyone from Nyeri County and other places. People have traveled to come and take vigil and share the message widely, media, everyone. I'm so happy. I'm glad mtu amemwambia huyo apunguze hiyo sauti. I don't think we're going to get copyrighted, but if we get copyrighted, we're going to remove the music from that, I think. Happy, and right now we are about to clock into the 29th and below. So from the 72 hours, I'm just remaining with 29 and below. 29 hours actually. Yes. So soon, very soon, and it's actually tomorrow at noon, we are going to clock it. This is an iconic picture. I love this picture, maze. This was the most iconic picture. And I don't know kwa nini alifungwa kitambaa, but I loved this picture, maze. This should be like one of sculpture of this. Like amefungwa hivyo macho na hiyo bendera hapo. As a legendary. Like a young woman just made the most legendary thing in the world. For real. Something to be proud of, jamaa. Si uongo. Alafu hapa hii haina muziki lakini maybe because of copyright. But as you can see hapo hivyo, women and everyone around Kenya came wanamuentertain na wanaeleta tu ile kelele. Ushaniona, that was amazing. Just to keep her entertained so she can achieve her goals. Uni mtu mkwata tumjui. You understand? But the love that Kenyans showed, because they all saw potential in this young woman. Now we came out supporting her and all that. That's the most amazing thing ever. That's why I'm saying Kenya has a win among everything that tumekuwa tukipitia, hizo shida zote, hizo killings za kuandamana na nini. Few days now we've been celebrating this win. And I wish more wins for our country like this, man. I wish more legendary stuff for our country. For real. No la. The next video akwana PLO Lumumba. So this is another special moment. Imagine just meeting one of the prominent leaders ever, man. No la. So trying to send a message to people to embrace nature, and because when we have mental health cases, especially that is directly connected to environmental degradation like wildfires and floods and droughts, we have victims having post-traumatic stress disorder, and I'm trying to tell them that we can always go back to nature for healing. So she's saying kuna victims pia wana post-traumatic disorder, PTSD. Kama wale ambao wajui PTSD sana inashika military people a lot. No, I'm not saying only them. A lot when inashikanga military people. Post-traumatic stress. You know, kitu nashtuka huwezi lala hata kwa sababu zile vitu naziona kwenye ndoto zako ama vitu zinakushtua roho. Shanaelewa?
So she's like trying to teach yani watu kuwa hugging trees si ati mimi nafanya kimapozi ama nafanya ni trend, ni kitu healthy kwa binadamu. Na hii nilisema kwa video ya kwanza, nilisema binadamu hata mimi pia naijua hizo vitu. Shaona, if you're really spiritual into it, utajua. If you really read these books, utajua. Nature is amazing. Una backyard yako hapo ama una pale kuna forest ama michanga na nyumba yako na kigate vizuri na garden, vua viatu katembee, kanyaga chini, acha zile mawe zikudunge miguu, hiyo soul yako ni sawa. That's nature. We as human beings need to be in tune with nature. Now this is what alikuwa anajaribu kuonyesha watu. Lazima uko in tune. Hata kama si usiku kanyaga chini unaona labda utachafua miguu. Ukipita tu ukiona maua, matawi nini, ishike tu ile mikono yako, ishike tu hizo matawi ukipita ile, zishike tu, feel texture ya matawi, feel the flowers yani. Smell them. Ushaniona? Si zile ambazo ziko chini zinakojulewa wangu useme sijui kama nielewa, miti zenye ziko juu nini zenye unafikia labda ama zenye zimeplantiwa vizuri, unajua residential zingine sisi pale watu wanakujua. Ushaniona? So sasa ukishika tu mitawi barabarani ukasema sijui mashika uchafu, Chilge Crane amekwambia ushike. Nice places that you know they're hygienic pia. Just touch grass, be in tune with nature. Hug trees if you want to, to be like her, hugging trees as well. Hug trees. It's nice for the body. Walai tena. Si uongo. Also, it's Ni vile tu yani sasa ukianza kwenda kuhug trees, sahi utaambua na unajifanya kama wewe msichana. Kitambo ungeambua wewe ni fala. Ushaniona? platform of silent protest against destruction of indigenous disorder, and I'm trying to tell them that you can always go back to nature for healing. Also, it's a platform of silent protest against destruction of indigenous trees. Okay, it was a form also of, protesting as well, and trying to tell people to plant more trees for real. Mbapo tukiangalia for a long time say kweli hakuna mtu amekuwa akifanya hiyo kitu kama si Wangari Maathai ama nani ndio alikuwa anafanya hizo vitu, si ndio? Na sasa hakuna tena. I'm trying to tell them that you can always go back to nature for healing. Also, it's a platform of silent protest against destruction of indigenous trees, and also to want people to honor indigenous knowledge. Yeah, because what we're doing right now is we're cutting down indigenous trees and then replacing them with saplings and calling that mitigation. So that's what I'm trying to show people. There's a difference, and that before we plant a million trees, we must nurture a million plants that care. So the most important thing is to protect what you have first. Yes, and also I believe that conservation will begin. Thank you very much. Sasa naona si ati madam au queen ameamka tu anasema anaenda kwa hug trees. Nimeona huyu kijana anafanya hiyo kitu sahi, si kitu ya kutrend nao. Sawa, utatrend nao sahi, labda kijana ata make it, labda sio Mungu si atumani, labda atambariki pia ata make it, ata trend, lakini si kitu ya kuamka na kusema unafanya hizi vitu. Lazima uwe mental stable, lazima uwe umejipanga, unajua what is what, ushasoma vitu kama hivi. Ushaniona? Sasa tuasema ati acha nifanye kwa sababu Mudhoni amefanya. Utafaint, utadedi jomba. Au mwenyewe utoka kula machapati ama mbiriani wataka uenda tuka fast siku 3. Hujazoea hizi vitu mpaka tumbo yako iwe iko ready, mwili wako iko ready for 3 days not eating and not drinking and not peeing. Meaning ya peeing kama ile kukojoa. Hoja ukojoi, uende chooni, uende haja kubwa, uende haja ndogo, unsimama, hujakaa, hujakula, hujakunywa wewe. Alafu asema tu wafikiri ni ile kufast vile mna fast church mnakunywa maji kidogo. Hamna kitu kama hiyo mwanangu. Lazima vitu kama hivi uwe very prepared and very ready and unajua what is what. Sasa msifanye vitu kama hivi ati mtaka kutrend, mtafaint jamaa. Do not try this.
leave it to her. Yeye alikuwa anajua anafanya nini. She did it mara kwanza 48 hours and she did it. Sasa amebeat her own record, meaning amezoea, ni mazoefu. Sasa vitu vingine mpaka uzoe, mpaka ujue unafanya nini. Anyway, We'll see you after you've broken the record. We'll be in touch. God bless. So Lumumba amemwambia see you after you've broken the record, kwa sababu yaweza kuwa pia labda pia ni mitani. Au si ukivunja record tutaona. There's a joy that fills my spirit. Trying to tell them that you can always. That's what I'm trying to. I believe that conservation will begin. Thank you very much. We'll see you after you've broken the record. We'll be in touch. God bless. Thank you. Thank you. Okay. Sasa kwa hii video nimeona ana explain vile nilikuwa najaribu ku explain. Sasa ndo mumsikize yeye benefits of hugging a tree. Sawa, kuhug tree si ushamba, lakini sasa kwa sababu pia swajua sisi wa Afrika kuna ile macho utaangaliwa kwa sababu zile tradition tunazo na mienendo yetu yenyewe pia. Ujamaa ya hug tree, umeona ya kumbatia mti, ni mchawi, ushauri vitu kama hivyo. Vitu kama hivyo lazima Afrika tutakuwa navyo, ushaona. Lakini kwa wazungu si kitu kushangaza. Mara kwanza mzungu pia atashangaa kwao, lakini mzungu kwa sababu kuna zile vitu ashasomea na nini, ako knowledge, anajua okay, kuna vitu kama tree hugging, kuna tradition kama tree hugging, wanajua hizo vitu. So let's hear what she has to say. We'll be in touch. God bless. Thank you. Thank you. The benefits of tree hugging. The level of hormone oxytocin, which is responsible for feeling calm and emotional bonding, increases when we hug a tree. Go hug a tree and soak up the level of hormone oxytocin, which is responsible for feeling calm and emotional bonding, increases when we hug a tree. Unasikia? Emotional bonding. Come on, kama mujui nitaeleza. The level of hormone oxytocin, which hormone oxytocin. Sawa? It's what? Skiza. which is responsible for feeling calm. It's responsible for what? And emotional bonding increases when we emotional bonding. We hug a tree. Go hug a tree and soak up the positive. So hugging a tree increases emotional bonding. The level of hormone oxytocin, which is responsible for feeling calm and emotional bonding, increases when we hug a tree. Go hug a tree and soak up the positive vibes. It gives you positive vibes, Pia. It gives you positive vibes. Alright? Plus, ile energy it gets from the universe and the sun, ile jua ikichoma every day, ikichoma, that's energy. It's receiving energy. The rain, it's energy, everything, bro. So this tree iko hapo hivyo, hiyo mti iko hapo nje ya mlango wenu, wewe haujui, lakini hiyo mti ina nguvu kukuliko na wewe hujui. Unashangaa una dedi, kesho nyanyako bado yuko. Ndo hivi sasa. The tree is older than you and is still strong as hell. Kwa nini? Nanielewa? That's my point, yani. So go be in tune with nature. Sikwambia uende kahagi miti, usishangaze watu mtaani. Umekaa peke yako hivi maskani, shika tamawe basi. Au sio? Shika mawe, rusha. Shika manyasi. Ukiwa ama hata kama ni yani vitu normally tu, ama vua viatu hata kidogo, uweke miguu kwa michanga. Mzungu ni mjanja, mzungu amekutengeneza viatu akaita soul pale chini. Nini kwa nini? Na kila mtu anajua this is spiritual. The soul it's always kwa mguu. Hata ukitolewa soul yako, tunasoma kwa Biblia na nini, yule anakutoanga roho anaanza na mguu kukutoa roho. Unanielewa? Roho iko wapi? Si moyo. Soul, jamaa, iko kwa mguu. That's why the white man made shoes, so wewe uvae
usikuwa in tune with the nature, kwa sababu anajua wewe ukikanyaga chini hivi, ukikanyaga chini, the more unakanyaga chini, the more unakuwa one with nature, the more unakuwa more powerful, the more unapata more energy, the more unapata more mental stability. Unaanza kufikiria vitu vizuri. Sasa haukui a prison ama a slave in this world. Unanielewa sasa? So to make you a slave in this world, make you not be in tune with nature, na kuvalisha viatu le mzungu, viatu vikali vakali, ma Jordan, ma Gucci, manini, sikatai mipe nazo au sio, zile pale nazo. Lakini sasa ukianza kufikiria vizuri vitu vingine spiritually, utajua jamaa kabisa. The emotional benefits of hugging a tree. 1. Nature calming effect. And stress and anxiety reduction. It reduces stress and anxiety. Okay? Spiritual benefits of hugging a tree. 1. Connection to the universe and grounding and balance. It connects it to the universe. The same thing nimesema jamaa. Na nikakwambia vitu hivi mimi nimezijua tangu kitambo. Sema tu yani nini, uweze ziimplement, lakini mimi nilikuwa nafanya vile nilikuwa naeleza, mshike manyasi tu. Ama mwana fence ya mtu hapo imetengezwa. So hizi fence hizi vile watu wanaweka ma fence na manyasi mingi, pita tu kizigusa tu vile nilikuwa tunafanya tukiwa watoto. Gusa tu hivyo yani. Ushaniona? Shika matawi nini hivyo. For real, it's nice. I'm telling you, mimi nilifanya hivyo and I felt nice. Siku hug tree na sikutembea mguu chuma, lakini it feels nice, guys. No lie. Physical benefits of hugging a tree. 1. Fresh oxygen boost and beneficial compounds. Mudhoni. Okay. That's the last video, guys, and I appreciate you all for watching mpaka sahi and getting the knowledge yenye umepata sahi. I hope you'll get in tune with nature, as Mudhoni, as me, as you. You know, we all one. We all nature. Love you. You love me. Appreciate you. You appreciate me. Peace out. It's your boy Chill Guy Cray. Inda chenye umekosa, umeenda kazini umekosa. So ajua mimi nilikwambia YouTube yangu, channel yangu ni wewe uende kazini, ukija utanipata pale kwenye kiti. Nitakwambia chenye umekosa kwenye TV. Haya, umekosa Mudhoni ameshikilia miti 3 consecutive days. Niambie wasemaje? Let me know in the comments what you think about this chat. We went number 1 this time. Peace out. Love Kenya. Love you all. No lie.